Mfungo wote ambao hauna agenda unachoka mapema. Lakini mfungo wenye agenda unakupa sababu ya kuendelea hata kama ni siku 8. Kina Daniel alikaa siku 21 hawajala kitu. Yesu huyo hapo. Yuko nyikani, hata maji hamna. Mifungo bila neno inachosha. We are fasting as we are weaken our bodies. We regain what? Spiritual power. Naomba nikwambie, we don't fast to ask God things. We fast because we are already given things, but there is a resistance to stop those things to manifest. Hatufungi ili kumuomba Mungu atupe vitu au atupe kazi au atupe wateja. Tunafunga kwa sababu hivi vitu tayari viko ndani ya store zetu. Viko ndani ya maisha yetu. We already have them, but there is a resistance. So I don't fast to become great. There is greatness in me, that's why I'm fasting. Why do I need spiritual forces? I need spiritual forces because I'm already given spiritual blessings. Ziko tayari ndani yangu. But it takes spiritual forces to birth them out physically. Wana wa Mungu waliookoka, waliozaliwa mara ya pili, hawaombi vitu ili wapate. No, wanaomba kwa sababu tayari wanavyo. Yesu anatoa mfano, anasema mtu mmoja aliwahi kuona shamba. Akaiona lulu ndani ya shamba. Biblia inasema akaondoka, akaenda kutafuta fedha. Alafu Biblia inasema akalinunua lile shamba. Sio akanunua lulu, akanunua shamba. Mwenye shamba hakujua kama ndani ya shamba kuna lulu. Yeye kauza shamba. Kumbe mwenzake wakati anauza, alikuwa anauza shamba. Wakati ananunua, alikuwa ananunua kwa sababu ya lulu. So kinachonunuliwa na Yesu, kilichookolewa na Yesu sio hii miili. Yesu kuna lulu yake ameiona huko ndani. So he bought me with his blood. Amen. Sifungi ili vitu vitokee, ila viko tayari. Viko tayari. So I want to remind you again, we are fasting to gain spiritual forces or muscles or spiritual strength or spiritual power. Why? Because we need spiritual power, because duniani we have spiritual resistance, darkness. Alipotuokoa, anasema Mungu ametuokoa sisi kutoka kwenye nguvu za giza. Lakini naomba nikwambie hivi, devil won't stop trying. Shetani haamini kama umeokoka. Angekuwa anaamini angekupisha. Nebukadnezar haamini kama nyinyi mnaweza msiungue ndani ya moto. Angekuwa anajua hamtaungua, asingepoteza resources. So Nebuchadnezzar is complete picture of the devil, devilic system. And Shadrach, Meshach and Abednego ni complete picture ya mimi na wewe leo. So there is a fire imechochewa because they believe we cannot cross. So any resistance shetani anayokuwekea ndani ya moyo wa shetani, anaamini utoboi. Lakini ndani yako uko uwezo wa kutoboa. So it is up to you to comply with the devil or to resist the devil, as the Bible says, resist and he shall flee. Danieli sura 3 kuanzia mstari wa 13. Basi Nebukadnezar akatoa amri kwa hasira na ghadhabu, waletwe hao Shadrach, Meshach na Abednego. Basi wakaletwa watu hao mbele ya mfalme. Nebukadnezar akajibu akawaambia, enyi Shadrach na Meshach na Abednego, je, ni kwa makusudi hata amtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa kama mkiwa tayari, wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha, ni vema. Bali msipoisujudia, mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Ndipo Shadrach na Meshach na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadnezar, hamna haja ya kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto. Naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako. Hajasema Mungu wetu hawezi kutuokoa. If there will be anything, just know we are not ready to bow. Yes. Sasa narudia tena, anachochea moto. Tunaona wa jamaa amesema hivi, Mungu wetu anaweza kutuokoa. Yes. Ndio hilo anasema hivi, nilivyozidi kuamini na kuomba ndio changamoto ikazidi. Ulitegemeaje kwamba maombi yapunguze volume? Maana nini kitokee? But can I tell you something? Devil cannot hang on for long.
So it's no longer a competition of who is feeling pain. It's a competition of who will quit early. That's why the Bible says we wrestle not. So it's a wrestling. In wrestling, it's not who has been hurt. No, in wrestling, who quit early. You know, unaweza ukawa una ndoto ya kufanya biashara fulani, ila because you are scarce of the capital or unavailability of capital, you can decide to let it go. So, capital imekuwa resisted, but the idea is viable. The idea is real. You know kabisa inatupa hela. But devil has made sure you don't see capital at that moment. Na wewe kwa sababu you don't know this game, you don't know this wisdom, you don't know the trick of the devil, you give it up and then you say, acha nifanye vitu vingine bwana, mimi siwezi kufanya. But kumbe if you could hang on, Mungu angefungua mlango ambao hukutarajia kabisa, alafu mane ikaja, kitu chako kikaanza, hata kama umeanza kwa udogo, but somewhere you are going. Yes. And it will be bigger. Shetani hafi, he's a spirit, lakini shetani anabishiwa, na akibishiwa anaacha njia. Amen. Maturity in Christ inatuambia hivi, sometimes we may face resistance, but when we face the resistance, we should be resilient before the resistance. Yes. To the extent the resistance give way. Mungu sio mara moja, sio mara mbili, anatuonyesha jinsi ambavyo adui aliwawekea watu mgomo, walipo comply mgomo wake, alinyonga vitu vyao. You remember apostles? Herode alipomkamata Yakobo, when they kept quiet and complied, Yakobo aliuawa. But when they resisted in prayer, now they didn't pray to seek power, they prayed to actualize the power. They prayed to use the power, to manifest the power. Kwa nguvu tunayo ya Roho Mtakatifu tayari. Petro amekamatwa, so hatumuombi Mungu aje kututetea. No, we are commanding by the power of God. Tunaamuru Petro aachiliwe. Biblia inasema kanisa likaomba kwa juhudi kwa ajili ya Petro. The prayer was specific for Peter. You know what happened? Angels entered in the prison. Alikuwa amelala katikati ya vikosi vya askari, walipigwa usingizi mzito. Biblia inasema cheni kwenye mikono zikakatika zenyewe. And suddenly milango ikafunguka. Petro anatoka namna hii, malaika anamuongoza. Na usiachie njiani mfungo. Naomba nikwambie, Petro mpaka anafika mlangoni, walipokuwepo wanafunzi wenzie, bado walikuwa wanaendelea kuomba. Kiasi kwamba wanaambia Petro amekuja, anasema wewe ajaje, wacha tuendelee. You know why? Because wangekatikia njiani, labda wangeishia mlango wa pili. Kumbuka alikuwa mageti matatu. Yes.